Eusi 12 anataka nifundishe matumizi ya just. Mimi nichukue nafasi hii kusema kwamba moja kati ya maneno ambayo yanaonekana ni madogo, ukiyaona ni madogo lakini matumizi yake ni makubwa, basi ni neno just. Ukiliona lilivyo na ukiambiwa matumizi yake, basi unashangaa kusema ukweli. Tuanze kujifunza, na matumizi ya kwanza ya just yanaanzia mbali kidogo kwenye Kiingereza cha Uingereza, British English, ambapo tunakutana na tense moja inaitwa present perfect tense. Present perfect tense ni tense ambayo tunaitumia kuzungumzia vitu ambavyo tumevifanya muda mchache uliopita. Kwa mfano, they have gone to church, wamekwenda kanisani, au she has slept, amelala muda mchache uliopita. Sawa. So Waingereza wana hiyo tense present perfect, wanaitumia kuzungumzia matukio ambayo yametokea muda mchache uliopita, ambapo sasa Wamarekani huwa hawaitumii mara nyingi hiyo tense ya present perfect tense. Ni mara chache kumsikia Marekani anasema she has eaten. Sawa. Wamarekani wanatumia nini? Hapo sasa ndipo ambapo inaingia just. Wamarekani wanatumia just kwenye simple past tense kuzungumzia kitu ambacho kimetokea muda mchache uliopita. Kwa hiyo, kwa mfano, ukisema they have gone to church, wamekwenda kanisani muda mchache uliopita, hawa ni Waingereza. Wamarekani hawatasema they have gone to church. Kwa hiyo watasema they just went to church. Sawa. Nini kinakuonyesha kwamba ni muda mchache uliopita? Kumbuka ni neno just. Likitoka just inakuwa ni simple past ya kawaida, they went to church, kwa maana ya muda mrefu uliopita. Hayo ni matumizi ya kwanza ya just. Matumizi ya pili ya just, tunaitumia just kwa maana ya to, right? I just don't want to talk about it. Sitaki tu kuongelea. Nike wanasema just do it. We fanya tu. Hayo ni matumizi mawili ya just ambayo tunayatumia sana, ila just ina matumizi zaidi ya hayo mawili. Unaweza kutumia just kwenye kuomba, can you just do that for me? Lakini pia unaweza kutumia just kama adjective ya justice, kwa maana ya just inakuwa ni yenye usawa au yenye haki, na matumizi mengine mengi, lakini matumizi makubwa mawili ni kuelezea jambo la muda mchache uliopita au to. Bila shaka umeelewa vizuri. Kama hujaelewa, niulize hapo chini, lakini pia niambie ni kitu gani ambacho ungependa nikifundishe kwenye somo lijalo. Mimi naitwa Mtumba.